Farodhi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Hihi ni uliwagura kindu kihutĩtie rami? Ndirona tarisha. Kana hihi ukagura handu atari mahetũkagĩra mũthenya? Okay, nduronekana ta wĩna anja. Horera rĩu ngĩkũhe ũhoro. Mali Pwani ni project ya Wanga ĩkũrĩa Malindi, ĩkomeire barabara ya Malindi Marafa Highway. Ndagĩka ĩmwe kuma Marafa Shopping Center, Marafa Sub County Hospital, Marafa Police Station, na ni ndagĩka 2 kuma Hell's Kitchen, na ti haraihu kuma Magarini Vocational Training Institute na Magarini Girls. Ni project prime harĩ waki wa mĩkawa, nyũmba cia B&Bs cia atalii, petrol station na mangĩ maingĩ. Ni project ĩna thitima na maĩ ma tap, na maneighbors mathiũrũrũkĩirie project-inĩ ĩno. Broti ici ni cia 50 by 100, ugure cash kwa 250 kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana installment ya shilingi 300 urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 4. Nayo deposit no shilingi 100 tu, na thogora ũyũ ni hamwe na marĩhi ma title deed. Ũhoro makĩria hũra 0798 008 008 warie na Farodhi, kana 0720 203 721 warie na Mr. Maina. Ũkawĩgũrĩre Mali Pwani, tũcemanagie Malindi. Maliland Realtors Limited, it's always affordable with us. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Murali wa Farodhi wa Thayo TV na kunyita ũgeni mahinda-inĩ maya, ngũcokeria ngatho nĩ gũcagũra kwĩrorera Farodhi wa Thayo TV harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa Kenya. Ũmũthĩ twĩna Shepherd Conrad Nando arĩ gũkũ twaragia na gĩthweri oka, koguo waigua ngĩaria gĩthweri ũmenye ũguo nĩguo gũikaire, na nĩ akoragwo na ũhoro na rĩmwe ndiendaga kũ-assume, nĩ nyendaga tũthikĩrĩrie kwanja andũ a kĩrĩma kwenda mutega matu muno. Kwaga mbere ti kwaga na hanini, muikare mutegete matu muno makĩria. But before then ndũnjĩtĩkĩrie ngũririkanie tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo ni Express Terazo Center. Ici nĩ ngũthi cia wĩkĩri wa Terazo Kenya yothe handũ ya rũma, na koguo ĩkorwo wĩ mwaki, wĩ engineer, contractor, foodie, kana mwene nyũmba, kana mwene kĩganda, kana mwene go down, kana mwene apartment, kana mwene hostel, mwene thibitari, fegi, sako. Rĩu eno wetura target ni tondu Express Terazo Center ĩrĩ na ũhoro mwega mũno makĩria harĩ we, tondu nĩ njũĩ nĩ ũgũbatara gwĩkĩrĩrwo Terazo kũu guothe
ndakurire terazo ikagiro kuria flat roof iguru gekiro stairs ine gekiro floor ine gekiro compound ine gekiro farada ine gekiro common areas na gekiro corridor ine gekiro basement parking area car wash ine gatagati ga riu miako etiganite ta thibitari apartment hostel dota go down ni kanitha shukuru petrol station car wash na kugeko ingi kugu wewe kowe mwaki tamagano nginyo fatare na re maraka thoko cia county na thoko cia thirikari ne mugufatara kwikirwo kindu itagwo terazo na wafatara terazo make sure no wali na andu metagwo express terazo center niko kuhe namba ciao cia thimu mararuta wira muthaka pio makiria na nigwenda o make sure iko ni ukuhota gucera duka-ini yao ni nigwenda ucere duka-ini yao uthie mwarie nao wirorere wira na mararuta na ngwamba gukuhe namba cia thimu nigetha no mahurire nigetha magutarire direction 07983300 0798333000 riu eyo niyo namba ya thimu ningende ongera kumacerea mari haria Eastern Bypass haria Kamakis handu hetagwo Karuguru hau mbere hakuhi na RFH Hospital ni ukona signboard yao ndune yandikitwo Express Terazo Center. Aya mena material marakwenderia material magacoka magakuhe mafundi magwika installation wothe bururi-ini Kenya yothe county ciothe 47 na makiri na rori ya gukurehera material icio na mafundi mohigereire thiini wa wira ucio ni ngwenda mahurire na bea 0798 07983300 rekendekiririe na kuria mwana wa Malipwani ndaigwa gekenio na Malipwani muno by the way ikondo yo horo wegi Malipwani ikondo ri urawigwa ni urahia muno in fact we gukorwo taigirite Malipwani ne mamwe mamehia maria mama tukuma mamuthia tondu riu gugitigituika ati andu marathie kugura kuria mangihota gwaka indo cingikenia thungu tondu turakiaria horo wa project ire ndagika igire kuma Hell's Kitchen yeturaga thungu day in day out na to athungu nginya Africans na andu airu ta guku Kenya ne matura mathia hau na wakuhiriria itoro riu gwitwo Hell's Kitchen 2 minutes from there ni hotori project ino itu ihutĩtie rami na all social amenities nginya mai matheru ma tapu thitima thibitari ya Marafa Sub-County Hospital Marafa Shopping Center kirio hau borithi irio hau Deputy County Commissioner irio hau hena police post on the other hand gatagate kaindo iria ingi ciothe ungenda kugweta cietagwo social amenities ndaruthiririe ningi ngona hari na Magarini Technical and Vocational College irio hau thihara hukuma hau Magarini Girls Secondary School irio hau na maundu mangi maingi utangitigithia no riu kindu kia bata muno makiria ndendo nyite ni ati gutire mukaba wi hakuhi ungihota gukenia ataria ya mokaga haha o muthenya koguo mariaga maridi magoka Hell's Kitchen makerorera magacoka maridi tutirenda macoke mataria riu tutirenda mathie matanyuete kindu ona tumai mauma Hell's Kitchen ona gacai ona kahua aria na ithuĩ riu tukwenderie buroti haha turaciendia tari kuheana onako ihutĩtie rami 250k cash mieri 3 300,000 deposit mieri na deposit ni shiringi 1,000 we twarie nigetha tupangane namba ya thimu ni 0798008008 iyo ni yakwa ya Mr. Maina 0720203721 na no wega ukimenye ati ona gukehana ro uguo thogora ucio ni inclusive of title deed mugondo uyu komeire rami wega ndagika igire kuma Hell's Kitchen ndagika imwe kuma Maraba Shopping Center mahinda mega riu garibishe Conrad Nandwa Shepherd karibu sana. Asante. Hapa Farodhi TV. Asante. Si mara ya kwanza au mara ya pili. Kwa hivyo ukiona tumekupea nafasi mara 3-4 ujue basi kuna ujumbe tunausikia unaendana na vile mambo yalivyo. Nashukuru. Kwa hiyo kama haujatumwa hatuwezi kupea nafasi. Ni kweli. Na aliyekutuma sio mtu. Ni kweli. Manake ninashukuru, manake hizi vita unajua ni vita kubwa sana. Manake huwa naambia mtazamaji vita hivi ni vikubwa sana kuliko ilivyokuwa na Musa na Haruni hata. Manake hizi ni vita za shetani anajua ni za mwisho na awekwe katika shimo na afungue kule miaka 1000. Kwa hivyo pia nitamsalimu mtazamaji wetu manake muda pia na nashukuru pia Farodhi TV manake amekuwa msaada. Na kazi hii mtu hawezi fanya ikiwa hajaitwa.
Manake vita zimeadvance mpaka hata naona napigwa vita kwa machannel kule na nini. Mpaka unapata pia machannel wameingilia hizi vita, lakini ole wao, manake vita zingine usiingilie pasipo kujua. Manake Biblia inasema in the book of Proverbs chapter 27 and verse 12. Mtu anayeingilia vita visivyokuwa vyake ni kama mtu anayeshika masikio ya mbwa. Kweli? So kuna watu mpaka wengine wanatetea watu wa kwao, mwingine anatetea rafiki wake, mwingine pengine analipwa. Mimi hapa Farudhi TV silipi hata shilingi. Na uenda Mungu atupei vitu vyote. Saa zingine unaweza kosa hela lakini amekupa hekima. Kweli. Kwa hivyo nikisema hata huwa nalipa kwa hizo channel zenye huwa hata kwa Farudhi hapa nitakuwa nadanganya. Na ni Mungu amemweka pale kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya kazi yake. Kwa hivyo vita vimeadvance. Kuna wale mpaka hata wanapiga simu kwingine, hata najua pengine watapiga, lakini mimi ninaambia hata ikiwa ni pastor sijakataa, unaweza nikosoa na niko tayari kukosolewa, lakini iwe ni ndani ya maandiko. Lakini hizi vita za kichini chini za kimwili haziwezi zikasaidia. Ama kukiwa na utofauti, unakuja hata hapa tunapatana kwa Farudhi hapa tunachambua, unaniambia Nandwa ulisema hii na hii haiambatini na ukweli. Hapo sitakataa. Manake ikiwa wewe unazungumza ukweli, siwezi kataa ukweli wa Biblia. Lakini ikiwa itaendelea ni vita ni kama za kimwili, shetani ana take advantage. Manake hata katika mambo haya ya ufalme wa amani, nimeona shetani ameshika watu wengi sana. Divisions zinaendelea. Watu wameshindwa hata wafate nani. Na watu wameingia katika mikono ya wanyang'anyi. Na mtazamaji, mimi ni kama the good Samaritan ukisoma in the book of Luke chapter 10. Manake mimi si hata the Agikuyu, lakini Mungu akona kusudi kunituma kwa haya mambo ama kuzungumzia ili swala. Manake kuna wengi hata mpaka mtu anaona huyu si Agikuyu, mbona azungumzie hii maneno? But kwa Mungu hakuna ukabila. Manake hili jambo ninalifuatilia kwa karibu sana. Na ninaona ikiwa Wakenya ama wale wanao waumini wa Kristo, ikiwa hatutashikana mkono na tuongeze pace na Mungu atusaidie, jambo hili liko hijacked. Manake wale upande mwingine wanajipanga. Hata kuna yule mwenye alikuwa amewaambia IBC itatengeneza saa hizi ipo. Sasa tutaendelea hivyo, na Mungu hana shida hata Ruto akienda terms hata 100. Shida ni kwamba sisi ndio tujipange, tu align na kulingana na venye Mungu anataka. Na ukisoma in the book of Jeremiah chapter 18 and verse 1, ukiendelea pale mpaka 12, pale ndio Mungu alipea Jeremiah ujumbe kwamba akaingia katika nyumba ya mfinyanzi. Jeremiah akawa anaonyesha chombo kimetengenezwa na akikuwa katika hali yake ya uhalisia ama hali mzuri, akabida akakifinya tena. Mungu akawa anasema sisi tuko kama udongo mikononi mwake, yeye ndio mfinyanzi. Sasa akawa anasema ikiwa hata ataahidi jambo ambalo ni baya na watu wageuke, hali ile baya litatimia. Lakini ikiwa hata ataahidi zuri na watu wasienende venye Mungu anataka, unapata halitatimia. Kwa hivyo Mungu anataka tu align kulingana na venye yeye anataka. Na tusipo align utapata kwamba tutaendelea na mapigo na tutaendelea na kuvutana. Manake hata niliona ile video nyingine ya last time, mwingine akawa ananikosoa manake nilitoa ule unabii ama ujumbe wenye Mungu alikuwa anasema the emergency is coming in Kenya. Na kuna mambo mengi yenye Mungu anaahidi ambayo sio mazuri ikiwa watu hawatachukua tahadhari. Hata ninakumbuka kunaona Mungu alinipea miezi kadhaa imepita kule nyuma, nikaona mashule zimefungwa. Na hata ukiona kwamba kuna malumbano, wengine wanasema serikali iko na pesa, wengine wanasema iko na, ni kudanganya, wanadanganya watu. Manake vitu zimekwama. Ni venye mambo mengine hawawezi wakasema, wanajaribu kufunika. Lakini wakati utafika mahali ni kama kufunikia kidonda. Unafunika juu lakini ndani kinaoza, kiko na usaa. Sasa itafika mahali mtazamaji, mambo haya ninayosema sio yangu. Na hata ikiwa ni baya na lisilitimie, ikiwa watu watageuka, tena ndio vizuri. Mungu anataka watu wageuke. Maonyo Mungu anapeana ili watu watukue tahadhari na wageuke, wafuate venye yeye anataka. Kwa hivyo, jambo hili la ufalme wa amani watu wamelichukulia kwa mizaa, na wengine wanachukulia ni kama vita za kimwili, lakini mimi sina ubaya wote na mtu yeyote. Manake pale mtu amekosea ama ameenda kinyume, mimi kama mabaki wa Kristo ni kumregesha. Ukisoma Galatians chapter 6 and verse 1, ikiwa ndugu yako ametoka katika njia, mregeshe kwa njia upole. Lakini Biblia inaonya na wewe ujichunge kwamba usije ukaanguka. So watu wengi hawako tayari kufuata na ukweli. Na Mr. Farudhi, jambo ambalo tuko nalo changamoto katika kizazi hiki cha leo ama wakati huu ni kwamba watu hawataki ukweli na hawataki uongo. Hawataki kutapeliwa na mapasta waongo, na ukiwaambia ukweli ndio huu tena hawataki. Sasa unajiuliza wanataka nini? They don't want evil, they don't want good. Hawataki ukweli na hawataki uongo. Hawataki mwangaza na hawataki nuru. Sasa tutaendaje kwa njia mbili? Na automatically usipotaka ukweli wewe ni wa uongo, usipotaka nuru wewe ni wa giza.
So the time has come for the Kenyans to decide, wanataka Mungu ama wanataka shetani. Manake hauwezi tumikia mabwana wawili. Either unatumikia shetani ama uchague kutumikia Mungu. Na mtego shetani ameshaweka, ndio unaona hata wanaendelea na usajili wa kura na nini. Lakini ikiwa watu nao hawatakuja pamoja na watafutilie njia iko wapi, bado wale wataendelea. Na Biblia inasema kwamba wana wa ulimwengu ni wajanja ama waerevu sana kuliko wana wa ufalme katika nyakati zao. So those people venye mnapiga kelele mkiendelea kuvutana, nao wanaendelea kustrategize na kusongeza mambo yao. Manake huku katika mambo ya imani kuna vikundi zimepasuka ni mingi sana. Kuna wale wanasema ni waadho, wanaendeleza na waadho na nini. Na hata Biblia inasema sheria sio mbaya ikiwa itatumiwa vizuri. Ukisoma in the book of 1 Timothy chapter 1 pale. Manake sasa watu wamecreate makundi zao. Kuna wale wanasema wameanzisha altar zao kule Mount Kenya, kuna watu kadhaa wameanzisha. Waadho ndio hao wanasema tuendeleze waadho. Lakini mimi sijaona kwa hao wanaozungumzia mambo ya ufalme amani mtu mwenye anazungumzia dominion. Manake hawana strategy, ni kama story tu. Manake tutaendelea hadithi mpaka lini? Manake mtu ataongea anaongea lakini hapei watu njia mwafaka tuende wapi. Hata nikichallenge kama watu wenye wanaendelea na mambo yetu wao waadho na nini. Na ni kama tu ile nyakati za Yesu pia wanasheria walimsumbua sana. Na hata ukisoma in the book of Luke chapter 10 and 25 ukiendelea kule utapata kwamba Yesu alipokutana na ule mwanasheria akajaribu kumchallenge. Verse 29 inasema he tried to justify himself. Na hata utakatifu unapewa kutoka kwa Mungu. Ukisoma Isaiah chapter 54 in verse 17, utakatifu usipopewa na Mungu, wewe utatoa wapi wako? Kwa hivyo watu nitakana tujue Mungu anataka tufanye nini. Manake hata wenye wanaendeleza vikundi zao waadho na wengine wale wengi, ni lazima ama inatakikana ukiambia mtu tutoke huku, uwe na alternative, unamwambia unatoka huku na unaenda kule. Si eti kwamba unaacha mtu kwa hewa. So many people wanafanya watu wanakuwa vagabonds. Wewe unasema watu waachane na dini na unasema wewe sio wa dini pia. Lakini unapeleka watu wapi? Because we have to emphasize ufalme wa Mungu wenye tunatafutilia ndio nyumba sasa. Watu watoke kwa dini waingie kwa ufalme. So watu wamekuwa na mvutano mingi. Hata wengi wanasema Paulo sio ukweli, Paulo ni wa uongo, scripture hii sio sijui nini. But hii haitatusaidia. Hata mimi ninajua kuna mahali Biblia ilipotoshwa. Na maana Biblia ilikuwa inapokezana kutoka kizazi hiki kwa lugha hii ikiendelea. Na hata mambo mengine watu wanaweza kuwa na accuse Paul na sio Paul alisema. Manake Paul hayuko saa hii mwenye atakuja ajitetee, lakini tunashuhudiwa kupitia Roho wa Mungu. Sasa tukiendelea kusema Paul na mabishano ya Paul sio mtume wa ukweli ama wa uongo, ni kupoteza muda. Hata ikiwa Biblia ipotoshwa, lakini pale penye imesimama, pale ndio tutashikilia. Manake pale pa ufalme wa amani haijapotoshwa. Sisi tufuatilie basi ufalme wa amani, tuachane na hii yenye unaona haiko sawa. Because wewe Mwangi hauna Biblia yako, wewe Njeri hauna yako, na Andwa sina ya Biblia ya kwangu. We are all relying on this. Manaka hata nilimsikia mkuu Monda akiwa pia anasema eti hii mambo ya Wakorintho na nini iliandikiwa Wakorintho, haiko inaandikia. Sasa niulize, ikiwa Mkenya atacommit ama atatoka katika njia sawa sawa na Mkorintho, tofauti iko wapi? Ikiwa Mungu alikemea ile ni baya na bado baya lile linafanywa na Mkenya, tofauti iko wapi? Kwa hivyo Wakenya tusidanganywe. Intakana tujue Mungu anataka nini. Hizi mabishano ni kama ya makahaba wawili, aisa hizi zikasaidia. Manake tutaendelea hivyo na we are wasting time. Na shetani anakuja na lugha mzuri sana because watu wako desperate, na mtu yote akikuja na any new version watu wanamfuata. Na ambayo haistahili. Tutafutilie ufalme wa amani. Wewe hata mwenye unaambia watu warudi kwa waadho na nini, alternative hautoi, manake watu watatoka katika dini venye wewe umetoka, lakini waende wapi? So let us pursue the kingdom. Hata Nuhu alikuwa anajenga safina akaambia watu sasa tokeni huko mkuje kwa safina. Akaambia watu ingieni. Sasa ikiwa hatuja pursue the kingdom, watu wakitoka kule kwenye mnasema watu watoke, watarudi waende wapi? So watu wanaendelea kuchanganywa na haistahili. Manake it is time wastage. Watu wana waste time. Na mimi hili jambo sina unafiki wote ama sina ubinafsi wote. Hata wewe mwenye unanitazama pengine uko na channel ulipigiwa na nini, mimi hiyo sio shida, manake mimi wote naachia Mungu. But you have to think twice. Manake watu wamechukuliwa ni mateka. Watu wamekuwa mateka wa watu, na watu wengi hawataki watu wajue ukweli, ambalo ni chukizo tena kwa Mungu. So let us pursue the kingdom of God
na hiyo ndio peke yake itatusaidia. Na hao wenye wanarudisha watu kwa mlima, and last clip kuna mahali nilikuwa na kashifu pia, nikawa na rekebisha watu mambo ya kuenda katika mlima wa Kenya. ICD sikatai, Kenya is the Mount Zion but not the Mount Kenya, hiyo mlima yenye watu wanaendea. Manake hata nilisikia Apostle Ruingi akiwa anasema eti kwamba akiwa anaomba kule venye nilikuwa nafuatilia video yake, akawa anasema eti kwamba Mungu, ninajua wewe umetengeneza kiti chako katika mlima huu, hapo ndio umekaa unasikiza watu wako, which is heresy. That is deception. Manake ninatamani mtazamaji tusome in Isaiah, nitasoma in Isaiah chapter 66 verse 1. Isiwe kwamba ninazungumza yangu, na mimi sina vita vyovyote na mtu vya kimwili. Tunatafutilia ukweli ili watu wawe huru. Isaiah 66 verse 1. Okay. Isaiah 66 verse 1 to 2. 6 verse 1 to 2. Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyo ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopendeka, atetemekae asikiapo neno langu. Hapo sasa Apostle Ndura Ruingi, ikiwa unasema eti Mungu anakaa katika kiti, kwani Mungu atatoshea kwa kiti yenye, kwa kiti kilichotengenezwa na ama kilichotengenezwa kwa vitu za dunia? Mungu hawezi toshea pale. Na hata niliona pia kuna huyu prophetessa Irene, na mtu yeyote, mimi sina vita za kimwili ama ubinafsi na mtu yeyote, na hizi sio vita za dunia, tunarekebisha ambapo mtu amepotosha. Hata pia yeye akawa anasema eti kwamba Mount Kenya is Mount Zion. Kenya is Zion, and the mountain, niliambia watu, the mountain is people. Watu wakikuja katika imani moja, that is the mountain of God. Sasa watu waache kupotosha eti kwamba wanapeleka watu kwa Mount Kenya. Na Mungu ikiwa yeye ndiye aliumba dunia na nchi, and God existed before hata atengeneze Mount Kenya. Before Mount Kenya iumbwe, Mungu alikuwepo. Sasa ikiwa hicho ndio kiti chake, kwani Mungu hakukuwa? Sasa tuache kupotosha watu na tuache mambo ya kufuata mambo ya milima. Na ninaona watu wanatesa. Niliona huko wazee rika ya nyanya yangu na wengine rika za mamangu na babangu wanatumikishwa bure na baridi ya mlima kule bure. Wanaweza pata hata pneumonia. Siombe wapate hivyo, lakini ni kutumikisha watu bure. And the reality is that God dwells in the hearts of men. Na Mungu hawezi toshea hata katika huu mlima. Utamjengea hata nyumba gani ndio Mungu atoshe? Sasa mtu akisema kiti cha Mungu kiko katika Mount Kenya, eti Mungu anakaa pale, kwani Mount Kenya, before Mount Kenya existed, kwani Mungu hakukuwa? So let us not take the work of God iwe ni kama sarakasi. Na hata nikawa naona pia Waruingi akiwa anasema alikuwa na vita na Mkuimondo in one of the videos, akawa anasema walikuwa wanasozania the fimbo ya Musa. Hata nikaona kulikuwa na wazee kule, akasema wao ndio wako na fimbo ya Musa, takana watamletee tu, wanasozania hiyo na Mkuimondo. But hiyo ni kimwili. Na ndio ninasema kwamba those days venye Musa fimbo iliyokuwa na Musa, that was the shadow of good things to come. Fimbo ni Yesu Kristo. Na ningependa tusome in the book of Psalms chapter 2 and verse 9. Psalms chapter 2 Psalms chapter 2 and verse 9. Zaburi chapter 2 verse 9. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kutavunja kama chombo cha mfinyanzi. Yes. Revelation chapter 2 in verse 26 to 27. Revelation chapter 2 26 27.
chapter 2 2:26 to 27. 26-27. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Twende Revelation 12 and verse 5. 12 and verse 5. Yes. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. So achie pale. So fimbo ambayo Biblia inazungumzia, it is all about Christ. Christ is the iron scepter. Sasa ikiwa watu wanasozania fimbo ambayo ni physical, hata tujui ile, hata ile ya Musa ikipatikana iweze saidia. That was just the shadow of good things to come. Na Christ is the reality. Manake kila kitu katika Biblia, it is pointing unto Jesus Christ. Kwa hivyo sasa ikiwa watu wanasozania fimbo tu, fimbo ambayo hata tujui na ni ya dunia hii, so tutafutilie fimbo ambayo ni Yesu Kristo, ambaye ndiye yeye atatawala kupitia watu wake. Kwa hivyo watu wengi wanachanganyikiwa na wanafuata story tu ambazo haziwezi zikatuletea suluhu. Kwa hivyo hata prophetess Irene pia liona akipeleka watu kule kwa mlima, akawa anasema eti hiyo ndio Mount Zion, hata akawa anasema eti kwamba revival ilianza in 2016. But revival haijaanza. Manake revival ama church restoration ikishika, ama uvuvia ambao tunafuatilia, the kingdom of God is of peace. Sasa ikiwa anasema revival ilianza, na sio video moja niliona akisema hivyo, anasema revival ilianza 2016, hatujashuhudia amani katika Kenya. Ningeomba tusome in the book of Romans chapter 14 in verse 17. Manake watu wanapaswa waelewe, na waelewe kwamba kupambanua nyakati na majira. Manake vitu zenye zinatendeka hata Kenya, uwezi sema eti ni ufalme wa Mungu umeanza. Manake watu wanakufa, vita ndio hizo zinaendelea na nini. We cannot say that ufalme wa Mungu umeanza. Romans 14 verse 17. Yeah. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, Yes. bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yeah. Achia pale. Okay. So ufalme wa Mungu huwa katika amani na katika furaha pia. Na pasipo amani hakuna ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mtu akisema hivyo ama ufalme wa Mungu ulianza 2016, ninamuuliza watu walikufa 2017, vitu zimeendelea ambazo sio mzuri na hazifurahishi. Na bado tribulation inaendelea hata kwa believers ambao wanaamini katika Kristo. Sasa uwezi sema tu ufalme wa Mungu ulianza 2016. Kwa hivyo mimi mtu ikiwa nitamtaja hapa na aone kwamba kuna mahali anaona ninadanganya, akuje hata anajua ndugu yangu Farudha aweza akatunyima fursa tupambanue watu wakapate kuelewa ukweli. Na mtu yeyote ambaye hataki kukashifiwa ama kuonywa, hata Mungu anasema yule ambaye anapenda huwa anamuonya na hata anamkashifu. God rebukes whomever he loves. Sasa ikiwa hutakubali kukosolewa, wewe sio kiongozi. Manake maswali mingi hata ninauliza, hata Mkuimondo nilisikia 2 weeks back, like September I think 18 or 19 pale ukifuatilia Tumbi TV alikuwa live, na nikawa namwambia, nikawa nime chat live pale, nikawa namwambia muulizie siku kwamba tupatane tupambanue mbivu na mbichi. Mkuimondo mwenyewe akakomenda akasema maswali yangu ni ya ukweli na hana ubaya na mimi I'm a good guy. Na sasa mimi shida yenye niko nayo, hajawahi jibu maswali yenye nauliza. Kwa sababu sisi ukiwa ni kiongozi na Mungu amekutuma, you should be ready for scrutiny. Lazima uwe tayari kujibu. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anajibu maswali. Hata anaulizwa na Mafarisayo, anaulizwa na waandishi. Kwa sababu mimi hata kama ikiwa kuna mahali sielewi ama mwingine mtazamaji haelewi, anataka aelewe. That is now the spirit of God. Lakini ikiwa unanyamaza sometimes, unajua kunyamaza sometimes watu wanachukulia ni maturity, but sio kujenga. Ikiwa wewe utasikia ni kama watoto wanapiga kelele ama watu wanaliwa, so una pay attention. As a leader you must pay attention. Mbona wanapiga duru? Mbona wanapiga kelele? Wewe mtu analia unanikanyaga pengine mguu. Si uulize ama uone ni nini kinaendelea. You cannot endelea tu ama umebeba watu katika gari wanapiga nduru kule nyuma na you don't. Paka uweke break, waulize ni nini kinaendelea. But if we do assume, na mimi alisema anakubaliana na mimi, lakini sasa shida ni kwamba anaendelea kupotosha.
Hata nimepitia video nyingine akawa anasema eti mambo yenye ilikuwa ya Biblia hii ni ya Waroma, ya Korintho na nini, sio yetu. Na hata yeye mwenyewe huwa anatumia maandiko yenye iliandikiwa na Paul. So unapata people are bringing contradiction. Nilifuatilia hata huyu mzee Karue, pia anafuatilia hii mambo ya ufalme wa amani. Pia yeye anapinga Biblia, lakini pia yeye unapata ana quote Biblia. Sasa unajiuliza huyu mtu ikiwa ako kinyume na Biblia, tena mbona anatumia Biblia? Sikatai hata kama ilipotosha, nimesema ni sawa, lakini situpursue, manake mambo ya ufalme wa amani katika Biblia hakuna mahali wamepotosha. Na hata kama kuna pengine mtu aliongeza yake yenye sio kweli ama nini, but let us pursue the kingdom. Manake tukianza kubishana, kuvutana na nini, haiwezi kaleta suluhu. So my brethren, let us stand and be firm. Tutafute ukweli wa Mungu na njia iko wapi. Manake the more tunaendelea na mizozano na mivutano, utapata naye shetani anateka advantage. So let us stand firm. Kuna watu wengi, many are simple, na kuna wengi wanatafutilia njia, lakini watu wamefika mahali mpaka wanasema hata hii mambo ya ufalme wa amani haipo. Manake wengi wanakashifu, lakini hawana suluhu. Suluhu ndiyo tunayotafutilia. Na hata watu wa Waadho niliwaambia kwamba in Jeremiah chapter 31 and verse 31 to around 34 pale ndio unasema kwamba siku zinakuja ambayo Mungu aliahidi atafanya agano jipya na watu wake, na anasema sheria yake itaandikwa katika mioyo ya watu wake, na anakasisitiza kwamba hakuna mtu hata atahitaji kufunzwa sheria, hata kutoka kwa mdogo mpaka kwa mkubwa. Na ndio nilisema na tena narudia, wewe hata kwa sheria zako hizo zenye unaambia watu, uwezi rekebisha watu hata kwa fimbo. It is God himself ndiye anabadilisha watu. Na hata kama wewe unavuta watu, for example, manake watu wa sheria huwa wanajustify sana. They like justifying themselves. Hata saizi let us take for example, ukienda kama kwa Inange Street, dada zetu wako kule wanajiuza. Na mimi hata siwakashifu, manake kuna mtu kule shida ndiyo ilifanya akaenda kule. Na ukikaa na wao, hata Mr. Farudhi tukitoka tu na wewe hapa tuende nijifanye ni kama mimi pia ninaenda kuwanunua, uchukue tu mmoja ukuje mkae mwambie, utapata 90% of those people ni shida inafanya kwa pale. Hata wao wanajiuliza, nyinyi wenye mnajifanya wa sheria na wa Mungu hamna suluhu. Manake hata wanajiuliza, tukiacha hii na tuende tena, mapasta wengi ni matapeli. Na ndio ninasema the solution is lying under the kingdom of God. Tufuatilie ufalme wa Mungu. Hata ukianza utaona wale watu wataacha ile kazi. Na kuna mwingine hata akupale kwa sababu atakwambia mimi watoto wangu sina venye wanasoma, sina venye hata ninakula. Anatamani tu hata mtu mwenye anaweza msikiza. But watu wa sheria kitu ya kwanza ni kukashifu. Wewe acha hii, wewe acha hii, wewe acha hii. But haujaangalia the root cause of this person kuamua maisha kama yale. Shetani alimshikia wapi? Hata nikaona mwingine akawa anasema ati Mungu amekasirika. Is one of the people wenye anafuatilia with the market, I'll confirm, manake sitaki kusema ni fulani na niwe pengine nimesahau. Akawa anasema ati Mungu amekasirika na gay na nini, eti washtakiwe. Sasa nauliza, wewe na kuna tofauti gani? Manake hizi mahakama hata zenye watu wanafurahi, it is modern day slavery. Na hata Biblia inakataa in the book of 1 Corinthians chapter 6. Ikiweko hata jambo kati ya waumini kwamba wasichukue hatua ya kwenda katika mahakama za dunia, wasiamuliwe na watu wa dunia. Hata ukipeleka gay katika koti au jamsaidia. Manake yule mtu anahitaji hata tu compassion ili kwamba ajirudie nafsi yake, aone manake wengi walijikuta kule, hata mtu kwa hivyo anahitaji kupendwa. Yes. Kuonyeshwa upendo. Yes. Na umrekebisha polepole. Kwa upole. Kwanza upendo, yes. Kisha uweze kumrekebisha polepole. Ni kweli. Na ndio nimekuambia hata tukienda kwa Inange tu pale tufanye tu show. Mmoja nimwambie kuja twende kwa hoteli, nimwambie yetu tutamalizia hapo tukae. Na kuambia 90% of those people walijiingiza pale kwa kutojua ama mtu hali ndiye ilimsukuma. Lakini yule mtu anaweza kuambia nikifika, hata kuna remnants wa Mungu wako kule. Kuna hata watumishi wa Mungu wako street pale. Na ni wakati hujafika, lakini sisi ndio tunahitaji wenye Mungu amesaidia, ametufungua macho, tuungane tuwaonyeshe njia. Ili kwamba mtu kama yule akipata tu mtu anaweza mlipia ka school fees ka mtoto, na hata pengine ampe kazi ya kufanya nini, hata toka kule. Kuna mtu akukule lakini anakaanga anajiuliza, mbona nilifika kwa hii maisha? Unajua kuna watu hata hawako kule. Lakini ni wabaya zaidi kushinda wale. Ni kweli. Sasa ndio ninaambia watu ndio wakemeaji wakali. Ni kweli. Wakemeanaji. Na ndio hao watu wa Waadho kwanza wako na wafuasi sana. Wako na wafuasi. Na unapata watu wenye walikuwa kikwaza hata katika kazi ya Mungu, walikuwa wana sheria, mafarisayo na nini. Walikuwa kikwaza hata kwa Kristo. Because they are not after solution.
Manake Mr. Farudi nikwambie, ni nani ajui sheria? Hata mtoto ni nani ajui baya na zuri? But these people wanataka tu njia yone ipatikane ndio hii. Ufalme wa Mungu uanze, utapata wale watu wanakuja. Manake pale utapata they can be supported, wenye hawana chakula, wenye hawana mavazi watasaidiwa. Njia sasa itakuwa moja. Lakini wewe ukizunguka Kenya tunaambia watu sheria na nini? We are not, if you want to do away with the river, deal with the source. Na ndio nilisema hata in the last video pale wengine nikawa nakosoa Prophet Owera about, nikawa nikasema pale venye nilienda nikawa na address serikali nataka ibadilishe mambo ya hospitali kwamba wanawake wahudumiwa na wanawake na nini, kuna sensitive issues zenye zinataili mambo ya pangwe. Manake hii ni system waliga kutoka kwa mzungu. Na inatakikana, manake Biblia inasema tuige yaliyo mazuri, sio maovu. Yes, matibabu ni mzuri, lakini tusiige ile yao. So tuwe na mfumo ambao ni wa kiungu. Na hata wengi ninaona, najua wanaopenda sana na nini, but that is the reality. Manake hata ukikumbuka huyo Dr. Mugo, huyo mwenye alikuwa amerepa, alikuwa na repo. Dr. Mugo wa Irimo. Yes. Unajua mtu kama ule unapata pia yeye sasa anateka advantage of the women. Lakini tukiweka mikakati ambayo ni ya kiungu, shetani hatapata mlango. Hata kuna madaktari kwamba ama manesi pia ni wacha Mungu, pia wanajikuta katika majaribu yale. Anasema sasa nikiacha hii kazi nitakula aje? Sasa mtu kama yule mikakati ikiwa mzuri, unapata hata environment yenye anafanyia kazi anakuwa favored in a way that ajikuti katika majaribu. Lakini ikiwa watu wataishiria tu kukashifu and they are not giving solution, kwani tutaishia kelele mpaka lini? So hata watu wa waadho, mimi sina uadui na mtu, na hata Paulo mwenye wanapinga huyo sijui, hakuna mahali Paulo alikataa mambo ya ukweli wa Mungu. Hata yeye ndiye alikuwa anasema kwani tutende dhambi ndio neema ikuwe mingi. I think it is in Romans chapter 6 and verse 1. Tutumu katika dhambi ndio neema ikuwe mingi. So what I can say that let us stick to the truth. Let us stand with the truth. Let us pursue the way. Manake tukiishia hii mivutano, ikiwa mivutano itaendelea. Na mimi watu from Agikuyu ninawaambia amwezi tatua hao watu. And that's why God has sent me. Manake hawezi wakajitatua. Waruinga ako na madhabahu yake kule. Irene Nyaga ako na madhabahu yake kule. Mkuimonda ako na kundi yake hiki. Watu wa Wadho wako na kundi yake hiki. Na wengine wako wengi. Sasa hata mpaka watu watafuata nani? Na kwa hao watu wote hakuna mtu ninaona ako na suluhu. They are just wanaongea tu, wanaendelea, but strategy hakuna mtu nimeona ako na strategy. Watu wa Mungu, jambo lenye naweza nikawaambia, ili jambo la ufalme wa amani, it is a big thing kuliko venye hao watu wenye wanawadanganya wanawaambia. It is a big thing. Sio jambo dogo venye wao wanalichukulia tutaongea tu na nini vitu. Hata Biblia yenyewe inasema from the days of John the Baptist the kingdom of God suffered violence, that the violent shall take it by force. Mr. Farudi, there are things yes nikaongelea hata hapa mengine ama it is not yet time. But people should know that without unity of the spirit, hatuwezi tuka achieve the kingdom of God. That is Ephesians chapter 4 and verse 13. So watu tuache hizi differences. Watu wa Wadho na nini mtafunza mpaka lini? Watu wa madhabahu na nini wakuenda kwa mlima, you are deceiving people. It is until watu to stick to the truth of the Bible. Wengine wanasema Biblia na mkoloni. Na watu tusikashifu wazungu. Manake in every place there are remnants of God. Hata wazungu hawa kuna tu venye Mungu alitaka Biblia itufikie. Na Mungu alikuwepo hata kabla ya hata mkoloni kuleta ama mzungu kuleta Biblia. Na ndio unapata hata mtu kama Chege Mugo wa Kibiro alikuwa anatoa unabii. Kuna hata manabii before hata Biblia ifike huku walikuwa wanatabiri. So mzungu mabaya yenye walituletea ndio tutakataa. So what is good is that let us stick to the truth of God. Lilo baya tukatae na zuri tusimame nalo. Hata nikawa ninamuona one of the prophet anaitwa Prophet Phronesis. Kuna video fulani moja nilimchallenge akawa anasema Warren wa ukweli, na mimi nikamwambia hapana. Manake miujiza peke yake haiwezi clarify mtu ni wa ukweli. Akuje to substantiate ama akuja asubstantiate ikiwa yeye ni Warren wa ukweli. Na mimi niko ready na kujibu. Juzi nikawa nimeona katika video hili jambo lenye lilikuwa linaendelea Kenya la bendera likawa limetikisa sana Kenya na nini. Hata nikawa naona na kashifu sana tu Waislamu, alisema wasipewe viti ama wasipewe idara katika serikali na nini. But what I can tell Prophet Phronesis, your call is questionable kwa sababu hatuwezi kuwa unajivunia Ukristo
Na hata katika Wakristo wenye wanajiita Wakristo katika serikali, taona kuna uwezo wakubwa sana ambao ni Wakristo. Sasa kuna mtu ako katika Islam, ni venye ukweli haujafikiwa kabisa. Alijikuta huko venye wetu tulizaliwa, hata mimi nilizaliwa in Catholic na nini. So hauwezi sema eti watu wote ni wabaya. All Somalis sio wabaya. Kuna remnants wa Mungu hata katika Somalia. Na utapata kwamba ufalme wenye Mungu aliahidi, alisema utasambaratisha falme zote za dunia. Hata huko kuna masalio ya Mungu. Na Mr. Farudi, ukikumbuka kuna attack yenye ilikuwa Kotulo some years back. I think it is almost more than 5 years, sijui 9 or miaka mingi, ile Kotulo yenye Waislamu walitoa gauni zao, mama akatoa mabuibui akapea Wakristo kuwatetea. Hata wanaume wengine wa Waislamu wakasema hapana, kama ni kutuua mtuue sote. Sasa mtu kama huyo na ni Muislamu, utamkashifu, utamkosoa aje? Na matendo amedhihirisha matendo yake mazuri. So ukiishia na kusema, hata nikaona Prophet Phronesis akisema pia yeye atachukua bendera ya Somalia achome. Hiyo ni kimwili. God is after people. Sasa Biblia inasema in Romans chapter 12 and verse 21, tuushinde ubaya kwa wema. And 2 Corinthians chapter 3 and verse I think 2 to 3. Sisi ndio barua ya Mungu ama barua ya Kristo. We are the letter, the living letter of God, ambayo imeandikwa na sio kwa wino bali kwa Roho Mtakatifu. Tutende mema ili watu wakaone wakapendezwe na Mungu wetu. Sasa ikiwa kuna ule hata Msomali ama Muislamu mwenye angetaka kufuata huyu Kristo na anaona pia wewe una react kimwili kule, atafuata aje? So Prophet Phronesis, your call is questionable. Mambo yenye niliona ukiongea kwa video hiyo ilinisharishiria kwamba mambo unafanya kimwili na istahili hivyo. Let us stick to the truth of the Bible. Let us stick to the Spirit of God. Kwa hivyo jambo inatakana tutatue, na tutatue kulingana na ukweli wa Mungu. Si eti kwamba tutatue kimwili ama tutatue kwa hisia. Utapata unakosea ama unaweza kashifu watu ambao ni wa Mungu na Mungu akasirike. Na sisemi kwamba katika Wakristo eti kwamba hakuna wabaya, wako pale. Sasa ukichukua watu wote in general, that is not good. Tujaribu kusimama na ukweli, na tusimame na ukweli wa Mungu na Mungu atafurahi. So what I can say, wa Kenya tusimame imara, na niko na jukumu kwamba niliona Mungu akiniarausha kwamba vikao zipo ambazo tunataka nitaanza vikao. Ni Mungu alikuwa ananisitiza kwamba it is time, na kuna wale ambao wananipigia simu, kuna wale wako very willing, na ninatamani kwamba vikao zianze, na nimeratibu kwamba Mungu akijalia mwezi huu ambao ni mwezi wa 10 huu tarehe 18 nitaanzisha rallies. Na sisemi eti kwamba nikianzisha rallies ndio nimeanzisha ufalme wa amani, hapana. It is just awareness, na nitazunguka from Nairobi niende Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua, tuende mpaka Nakuru County. After hizo nitaitisha kikao kimoja ambacho hicho ndio tupate Abinga ambayo Mungu ameteua kwa ajili ya season hii. Na tusipopata huyu kiongozi ambayo Mungu ameteua kwa ajili ya season hii, ndugu zangu, tutakuwa tunajidanganya. Manake sauti Mungu anataka sauti ya waumini iwe sauti moja. Na wewe muumini wa Kristo ambaye unanisikiza ama pastor na nini, if sauti yetu haitakuwa moja, tutakuwa na challenge. It is until sauti iwe moja. Manake upande huu mwingine hakuna kazi ngumu. It is you to identify yourself. Ujue Mungu anataka nini. Na ukishajijua na kujua Mungu anataka nini, sauti yetu itakuwa moja. Sasa we shall begin the army now. Tukishapata huyo kiongozi. So nitaenda in Agikuyu counties. Manake nilisema the Abing is from Agikuyu. Na zi eti kwamba ninamjua. Na ninaita watu wote. Hata wewe ukiwa ndio Abing, usikuje pale kusema wewe ndio Abing. Mimi sio wa kuamua. It is the time now nikimaliza rallies. Na mtu yote ambaye ni masalio ya Mungu, you are invited. Kuja tuendeleze maneno haya. Kazi hii ni ngumu. Yule ambaye unaona unaweza shikilia kazi hii, you can send your support. Hata kama ukiwa na gari kule, manake watu wako. Kuna watu wananipigia simu ambao ni masalio ya Kristo, na tulikuwa tunapangilia hata na wengine. So you can send. Hata ukiwa na gari kule, najua Mungu amebariki watu. Unaweza kuwa na gari ya utumia ama unatumia, unaweza jinyima kwa ajili ya kazi hii. You can bring it. Na tuendeleze hii kazi, tutoke Nairobi, tuende Kiambu, tuende after those counties from Agikuyu region. Ndio Mungu akinijalia nitakuja hapa tena tutengeneze nitangaze tarehe ya kikao, ndio mtuletee wenye wako na Abinga waleta Abinga, mwenye ni Abinga hakuje. Tukishapata huyo kiongozi ambaye Mungu ameteua, hapo sasa ndio safari itangoa nanga. Yeah. Okay. So thank you so much. Yeah. Na nakubali na nasema hao wote labda umetaja. Yeah. Ikiwa mtu atataka kujitetea. Yeah. Ama labda kupeana labda ujumbe wake into more details, yes, especially mahali ume question. Yeah.
sisi tunampa nafasi. Kweli. Vizuri mtu kujiongea aseme nilisikia nilitajwa na nikasemekana hivi na hivi. Ningetaka make it clear. Ndio watu waelewe. Maana hatuko hapa vita, tuko hapa kuhakikisha tumetetea mwili wa Kristo na pia tumeonyesha watu njia ya ukweli. Kweli. Kwa sababu that is our role. Na ukiona mwenye anakimbilia mahakamani huyo sio wa Mungu. Akuje tu. Manake hata Paul alikuwa anaulizwa. Sasa waachane, ukiona mtu yote anakashifiwa na anajiita wa Mungu na anaenda mahakamani, huyo ni shetani. Automatically. Lakini akiwa Mungu, hata ikiwa amepotea njia kidogo, anajirudia. Nakwambia Nando ulisema hapo. Unapata mnapatana. Somebody can error. Hawezi jua yote, manake hii Biblia unajua it is mysteries. Mungu anakufunulia kwa awamu. Lakini mkipatana mnachambua mnaafikia ukweli. So ili sio jambo eti mahakama na nini. Hata mtu akiwa na jambo anipigie simu, namba yangu acha nipeane kabla nisahau. Ndio kukiwa na jambo mtu asiwe na wasiwasi. So acha nipeane namba yangu. Namba yangu ni 0724 714 939. 0724 714 939. Na unaweza pia nifuatilia katika TikTok yangu ni Shepherd Conrad Nandwa, na pia YouTube ni Shepherd Conrad Nandwa, na pia Facebook ni Shepherd Conrad Nandwa. Mimi ninaomba msaada wenu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maana hata Kristo ambaye ndiye Mungu, wakati ulifika akitaka kufanya muujiza, alipotaka wakaleta samaki, si ati kwamba yeye ndiye alikuwa nazo. Kulikuwa na kijana alikuwa na samaki 2 na mikate 5 pale. Sawa, thank you so much. Murali wa Farodhi wa Thayo TV tumana Shepherd Conrad Nandwa. Natuma nake muthenya wa umuthi na ndakiwa ne address anabii matiganite na no wega aikorwo no waguo no addresswo ungenda kwiaria ungenda gwithitura no wega kuga nigetha tuthikanagiriria ni kuga ni amuthikagiriria. By the way, unajua ni kusema huwa unawasikiza na labda pia huwa wanakusikiza. Ni kweli. Kwa sababu ukisikia mtu anaongea kuhusu mtu ni lazima anamfuatilia sana. Akisikia makosa kidogo anamwambia na mnasuluhisha. So thank you. Ni uhorosho to wake heo muthenya wa umuthi na gukihoka urio na kiguni miturire-ini itu kana miturire ya umwe witu haha nie gukinyia hau ndiendaga kuingirira maundu nie maritaragia ni kirejeka ni mieke heanaga nigetha andu makihota kuyaria na moige uria maundu magikaire. Tukurikiria hau no ni nguki kuhe namba cia thimu cia kuria kwa Express Terrazzo Center. Namba cia thimu ni 07983300 Nijyo ni kuona ndumiriri yake wonjoria gwikirirwo hau ni producer egie wirore turaruta kuria kwa Express Terrazzo Center. Na muno makiria ona wira muthaka ugithiete na mbere gukirutirwo miako mingi rathie na mbere ni andu magitwo Express Terrazzo Center. Kwa uguo no machere kuria duka-ini yao kana mahurire namba ya 0798330000. Ningĩ nĩ ngũkwĩrĩte ciĩgiĩ Mali Pwani tondũ buroti cia 250 ikomeire rami gũti kũndũ kũingĩ ũngĩciona. Kwanja rĩu ningĩ ũka imagine kuma hau ndagĩka 2 kuma hau hena kũndũ athũngũ maroka kwĩrorera. Koguo ngĩaka mũkawa haha nĩ handũ very ideal na ndĩrenda gũkũhe namba cia thimũ nĩgetha ũkĩenda maingĩ megiĩ Mali Pwani ũkũnjarĩrie nĩgetha tũbangane tondũ tũrendia 250 na mĩeri 3 cash, 300 installment ya mĩeri 4 na deposit ya 100 and of course no gagũgĩtaũkwo atĩ maĩ na thitima irĩ kuo na ici tiria wĩragĩrwo na maĩ nĩ ma tap thitima irĩ gũkũ thukuru na indo iria ingĩ ciothe all social amenities including food including thibitarĩ and everything ciĩ gũkũ. Koguo no wega gwĩka mathabu maku na ihenya. Oya namba ĩno nĩgetha twaranĩrie 0798 008 0798 008 kana 0720 203 721 0720 203 721. Tukurikiria hau. God bless you so much. Ndukariganirwo nĩ subscribe. Thengio kuri andu 280 aria makoretwo makirumirira wira witu mwega. Tugacokia ngatho muno makiria. Asanteni sana. Bye bye. Hihi ni uri wagura kindu kihutitie rami? Ndirona tarisha kana hihi ukagura handu atari mahetukagira muthenya. Nduronekana ta wina anja. Horera riu ngikuhe uhoro. Mali Pwani ni project ya Wanga ikuria Malindi ikomeire barabara ya Malindi Marafa Highway
ndagĩka ĩmwe kuma Marafa Shopping Center, Marafa Sub-County Hospital, Marafa Police Station, na nĩ ndagĩka 2 kuma Hell's Kitchen, na ti haraihu kuma Magarini Vocational Training Institute na Magarini Girls. Nĩ Project Prime harĩ waki wa mĩkawa, nyũmba cia B&Bs cia talii, petrol station na mangĩ maingĩ. Nĩ project ĩna thitima na maĩ ma tap na ma-neighbors mathiũrũrũkĩirie project-inĩ ĩno. Broti ici nĩ cia 50 by 100, ugure cash kwa 250 kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana installment ya ciringi 300 ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 4. Nayo deposit no ciringi 100 tu, na thogora ũyũ nĩ hamwe na marĩhi ma title deed. Ũhoro makĩria hũra 0798-008-008 warie na Barothi, kana 0720-203-721 warie na Mr. Maina. Ũka wĩgũrĩre mali Pwani, tũcemanagie Malindi. Maliland Realtors Limited, it's always affordable with us. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798-333-000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.